New Year to you too. Mambo naenda Hiyo ungeweka kwa hivi cross kama vile mwanzo. Tunamshukuru Mungu. Mwaka umeanzaje lakini mzee wangu? Mwaka tumeanza fresh, Mungu ni mwema, maana tumeona mwaka, tunamshukuru sana Mungu na mipango inaendelea kuendelea kusubiria na maendeleo. Okay. Mwisho mwaka ulikukuta wapi mzee? Nilikuwa nyumbani tuna familia. Okay. Kidogo. Ulienda kanisani? Kushiriki ibada, kushiriki maombi na familia pamoja. Ana utaratibu wako? Miaka yote ndio iko hivyo. Mara nyingi mwisho mwaka ukuti la boko club sehemu ya bata nini? Hapana. Unasubiria mwaka kula raha? Hapana, subiri mwaka tukiwa tunajikabidhi mbele ya Mungu kwamba kuomba mwaka unaokuja uwe mafanikio, mwaka wa furaha, uwe mwaka wa neema. Okay. Mwaka unaonaje lakini wewe? Kuna watu wengine, kuna kwa jamaa fulani ananiambia jiskati. Akaniambia mwaka una hela huo. Utaniambia, akaniambia mwaka una hela. Kuna watu wanasema mwaka ukiganyika kwa mbili unakuwa mwaka wa hela. Yaani ni imani za watu. Kuna watu wengine pia zinaweka dhatu, lakini sasa kuna mtu anategemea kwamba wewe unaamini vipi. Lakini nafikiri mwaka utakuwa mzuri kutokana na mipango yako. Kama mpanga vizuri, mwaka utaenda vizuri. Kama hujajipanga ndio hivyo, itakuwa tu kusubiria mwaka mwingine pia. Okay. Kubadilika, lakini kama mambo yako yanaenda vile vile, ni vile yatabaki kwenda vile vile. Lakini mambo kubadilika kwenye maisha niwe kubadilisha formula yako ya maisha. Kabisa, ni kupanga mipango ambayo inatekelezeka. For sure. Bana, game yetu ya A-Town mwaka 2025 umeionaje? Game mwaka uliopita 2025 ulikuwa ni mchaka kwa sababu tumeona makundi mengi ya muziki ambayo yamejiestablish. Kuna makundi kama Udan Gang, kuna Tejo Clan, kuna Machale Watundu, kuna Jambo Squad ambao pia waliendelea kukimbiza game. Kuna makundi kibao ambayo mwaka uliopita walifanya kazi kubwa sana kuweza kuestablish game ya Arusha kwenye ramani ya muziki Tanzania. Okay. Kwa hiyo nafikiri ulikuwa mwaka mzuri kwa sababu pia tulipata ngoma ambazo zilipata kuiti sana kama ngoma ya Fido, Chuga hiyo. Okay. Kuna ngoma kibao ambazo tumezisikia zimesumbua sana last year na zimeenda countrywide. Ungepata nafasi ya kumpa tuzo producer bora kwa mwaka 2025 kutokea A-Town, ungempatia nani hiyo tuzo? Basi wanatafutia kesi hapo. Yani kuna yule mtu unamwadmire, unaona kwa mwaka 2025 jamaa amefanya kazi sana. Mimi na wote wanafanya kazi lakini sasa nitaangalia kwamba producer fulani kama amefanya kitu gani ambacho kikasumbua kidogo. Okay. Umeona, kwa sababu ili uweze ku-mention mafanikio ya producer pia ni kwamba ngoma zake zimefika wapi, yani upana kwamba deliverance imekuaje, umeona. Sasa ukicheki kwa mfano kama ngoma ya Fido ile Chuga hiyo, unaweza kuona kwamba imepata almost views milioni 1, umeona. Ukiangalia pia audio production imefanyika na DX kutoka Noisemaker. Kwa moja kwa moja unaweza kusema kwamba Noisemaker imeturepresent vizuri kwa upande wa music industry, kwa upande wa Arusha, kwa sababu imeweza kufanya kazi ambayo imeweza kwenda viral, imeenda mbali. Kwa mwaka 2025 ukipewa nafasi ya kumpa producer tuzo au production, utawapa Noisemaker kwa sababu wamefanya kitu kikubwa, yani so kwamba no hard feelings, no nini, lakini mimi I appreciate kwa sababu nimeona kwamba the effort is real na kazi imefanya vizuri. Kwa hiyo huo ndio ukweli. Okay. Na kwa msanii bora? Msanii bora wa A-Town hapa. Anafanya game ya A-Town. Msanii mmoja kwa sababu wasanii wote wamefanya kazi. Yani hata kama wanakusikiliza lakini kuna ile kiuhalisia. Hata tukipiga story of mics unajua jamaa fulani mwaka jana. Sasa kwenye bora wa msanii kuna vitu vingi vya kuzingatia kwamba kuna msanii bora. Okay. Kwa upande ambao wanasema ni viewers choice au chaguo la mashabiki au watazamaji. Kuna msanii bora ambaye hajasikika sana, lakini kutokana na uwezo wake unajua kwamba huyu ni msanii ana uwezo fulani. Sasa kwa hapo labda unaweza ukiangalia numbers kwenye hizi platforms, kuna namba fulani anakimbiza kwa numbers, sawa. Lakini pia inawezekana pia kuna ambaye akimbize kwa hizo numbers lakini ana uwezo fulani ambao ni mkubwa, sawa. Kwa sasa tujaribu kuja kwa upande wa pili kwamba misofa unazunguka sana. Wasanii kama wengi, wasanii kama 5 ambao unaona wanastahili kwa kuwa kwenye nafasi ya kwanza. Okay. Hebu wataje hao 5 sasa.
Kuna wasanii ambao naweza nikawataja lakini siwezi kuwataja sasa hivi. Siwezi kuwataja sasa hivi kwa sababu mimi nasema katikati ya the producer, lakini I appreciate them, lakini siwataji kwa namba kwamba huyu wa kwanza huyu wa pili. Kuna wasanii kama vizuri, sawa. Kuna wasanii kama kuna Fido, kuna N20 tumesikia kama hao juzi kali. Noma sana. Tumesikia kuna wasanii kama pia wakina Ayla, msikia kuna kina Mota, The Future, The Blacklist. Blacklist ni moja ya makundi tishio sana ambayo wanakuja kufanya vizuri sana kwa sababu mwaka uliisha wamemaliza vizuri, lakini this coming year kuna baadhi ya vitu ambazo nimezisikia wanakuja kufanya kazi kubwa sana msimu unaokuja, kwa watu wape sikio sana. Kuna wasanii kama kina Tanya, wakina Black Queen, kina Ali, Peter Spirit, wakina Omi Msomi. Omi Msomi. Omi Msomi amefanya poa sana umekoroisha hapo. Kwa hiyo iko hivyo yani. Sasa ni wengi wafanya vizuri. Game yetu kwa nini inashindwa kutengeneza wasanii wengi maarufu? Of course inawezekana K-Town wote unajua, lakini basi kwa ukubwa kihivyo. Ikiwezekana hata mfano kama wakina Fido ambao wanajulikana labda nje ya Arusha. Kwa nini tunashindwa kutengeneza mastaa hivyo? Tunashindwa kwa sababu pia investment ni ndogo. Kwa sababu sasa hivi ukiangalia watu game imehamia kwenye investment, uwekezaji, kwamba unawekeza wapi, unawekeza vipi? Kwa sababu zamani tulikuwa tukiona kwamba radio zilikuwa zina push kazi kupitia interviews, kupitia radio plays, sawa. Lakini nowadays kuna issue za hizi social medias, kuna YouTube, kuna makampuni mengine ambayo yana distribute muziki. Kwa sababu mwisho wa siku unaweka vipi kule? Kwa sababu sakiangalia sasa hivi most of artists hapa tu paka nje wanawekeza kwenye hizo platform, hata na media moja wana invest, sawa. Sababu kuna vitu kama kuna content ambazo utakofanya za kupush kazi, content za online, kuna vitu kibao unatakofanya, kuna snippet, kuna vitu kibao. Sasa unakuta artists wanategemea njia moja tu. Basically artists wetu hapa Arusha wanategemea njia moja tu. Wanategemea, most of them wanategemea radios tu. Ndio maana wakikata kwamba radios zinatubania, lakini sasa kwambia kwamba there's another way. Kuna platform nyingi ambazo zinaweza zikaboost mziki wako kufika sehemu fulani. Kwa sababu wanategemea radio tu, umeona? Sasa mwisho wa siku kunakuwa hamna uwekezaji wa maana. Kwa sababu nilikuwa namsikiza Don Jazz unamjua leo kutoka Marvin. Anasema kuna huyu msanii wao mmoja ambaye alimba nyimbo Get Down, ni nani anatani yule? Calm Down. Na ni Rema. Anasema waliwekeza almost $3 milioni 3 mpaka 4. Dola hizo. $3 milioni 3 ambayo hiyo ukiangalia kwa ni almost kama B10 hivi. Tunasoma. Sasa unaweza kuona kwamba how serious they are, kwa sababu kucheki pia uwekezaji mkubwa pia umefanyaje unalipa. Kwa sababu worldwide sasa hivi Rema anajulikana. Anafanya kazi na wasanii wakubwa. Kwa hiyo hata investment na kiandaa hata show Ulaya kule anajaza. Of course. Sasa ndio maana nasema tuwekeze, sio msanii tu akupika sema kwamba nafanya baadaye. Au wawekezaji pengine matajiri ambao kwa town hawana muda na muziki au interest zao sio muziki, wanahisi kwamba muziki hautarudisha kipato chao. Huo muda wanaotoa wapi? Kwa sababu gani? Muda unajua mtu aweze kuwekeza kitu lazima aone hii biashara itanilipa au itanijengea image gani ya brand yangu sokoni. Sawa. Kwa sababu huo muonekano unaanzia kwa msanii kwanza, yeye anaonekanaje, adeliver nini kwa jamii, ambao mwekezaji anatakiwa aitumie jamii pia kufanya biashara. Kwa kama artist hajajipanga kihivi, mwisho kwamba wawekezaji pia wafanyaje, wanakaa pembeni. Ndio maana sisi hapa tufikia mahali tukasema bana, kwa sababu tumeona kwamba sasa hivi muziki wetu tumekuwa pia hatuna mshikamano, hatuna nguvu, tuungane, tuje na kitu tunatoa Amua, Arusha Music of Artists, sawa. Ambapo kupitia Amua kwamba tuweze kuweka wasanii sehemu moja, tuweze kwenda mbele kwa shawishi wadau kwamba wasanii wetu hawa tumewatengeneza katika namna kwamba they are very professional nowadays, wanaweza kufanya vitu kwa ujuzi na wanaheshimu ile maadili ya kufanya kazi ya muziki, umeona. Kwa hiyo kupitia taasisi yetu hii ya Amua kwamba tulikuwa tunajua sasa kupitia mipango yetu tunaweza tukawafikia wadau wa muziki na kuweza kupush game ya Arusha. Kwa hiyo bado sisi tupo kwenye hizo movement kupitia taasisi yetu ya Amua. Kwa hiyo tunaamini kuna siku tutasikika na kuna siku tutafanya game ya Arusha ikae katika ramani nzuri zaidi. Bana, huyu hapo ni producer Moscow kutokea A-Town. Baada ya break tutarudi hapa tutapiga naye story, na hapa tulikuwa tunazungumzia kidogo game ya A-Town ili tujue kidogo, kwa sababu yeye pia anaujua muziki wa A-Town kiundani zaidi na wasanii, kwa sababu yeye pia anafanya production
na ameshawahi kumanage baadhi ya wasanii kwa wanaelewa pia issue za management, au sio? Hii ni Flavor Plus mpaka saa 10 kamili. Mimi naitwa Dix Andra Music on this one.